Kuna mambo kwa wanandoa huwa yanachukuliwa kiwepesi sana, hasa inapokuja kwenye swala la kuchiti. Watu wanachukulia kiwepesi sana, lakini Mungu anayachukulia kwa uzito sana. Na ndio maana ukiangalia katika kitabu cha Agano la Kale, unaona yapo yanaongelewa kwa uzito na adhabu yake ilikuwa ni nzito sana. Tofauti na Agano Jipya. Tofauti na Agano Jipya. Agano Jipya imeachiliwa kwa namna fulani ambapo kwa sababu ni kipindi cha neema, lakini si kwamba imeruhusiwa kuchiti. Kitabu cha Hesabu sura ya 5, unaona kabisa kwamba Mungu hapendezwi na cheating on marriage. Hapendezwi kabisa. Adhabu ambayo ilikuwa inatolewa kwa mwanamke ambaye amemchiti mwanaume ilikuwa ni adhabu kali sana. Ni adhabu ambayo inamfanya kwamba hatofanya tendo hilo milele yote katika maisha yake. Kitabu cha Hesabu sura ya 5 kuanzia mstari wa 11 inasema, kisha Bwana akanena na Musa na kumwambia, alikuwa akimwambia kuhusiana na habari ya kuhusiana na adhabu ya mtu ambaye amemchiti mumewe. Wanasema, nena na wana wa Israeli waambie, kama mke wa mtu yeyote akikengeuka na kumkosa mumewe. Mstari wa 13 anasema, na mtu mume akalala naye, yani ina maana mwanamume mwingine akilala na yule mwanamke, anasema na jambo hilo likamfichamania mumewe, yani kwamba likawa ni kificho, ila akaona kuna viashiria mwanaume. Kwa anasema kuna hatua ambazo zilikuwa zinafanyika kwa huyo ambaye anajificha kwa mumewe, na wakati amefanya huo uasherati au amefanya uasherati katoka nje ya ndoa. Kwa anasema na mtu mume akalala naye kwa uasherati, na jambo hilo likamfichamania mumewe, likawa jambo lisilojulikana, na huyo mwanamke akawa najisi, wala hapana shahidi aliyeshuhudia juu yake, wala hakufumaniwa kama hajafumaniwa. Kwa anasema kisha mumewe akashikwa na roho ya wivu. Mwanaume akishikwa na roho ya wivu juu ya mkewe, kwamba anaona kabisa kuna viashiria, huyu mama kuna jambo amefanya, kuna mambo ananifanyia hapa nyuma ya pazia. Kwa anasema hata mwanaume akimwonea wivu mkewe naye akawa najisi, anasema huyo mwanamke, au kama akiingiwa na roho ya wivu akamwonea wivu mkewe, anasema naye hakuwa na unajisi huyo mke. Yani yawezekana ule wivu upo kimakosa au ule wivu upo kihalali, kwamba kweli kuna kitu amekwisha fanya huyo mwanamke, na akiulizwa yeye anakataa. Kilichokuwa kinafanyika ni hiki sasa. Anasema ndipo yule mume anatakiwa kumchukua mkewe na kumpeleka kwa kuhani. Anampeleka kwa kuhani, naye kuhani atachukua itabidi atakwenda pale, atapeleka na sadaka yake kwa ajili yake. Anapeleka sadaka kwa ajili ya yule mwanamke. Anasema yani ni sehemu ya 10 ya efa ya unga wa shayiri, asitie mafuta juu yake wala asitie ubani juu yake, maana ni sadaka ya unga ya wivu, ni sadaka ya unga ya ukumbusho, ya kukumbuka uovu. Anasema maana kuhani atamleta mwanamke akaribie na kumweka mbele za Bwana, kisha kuhani atatoa maji matakatifu katika chombo cha udongo, kisha kuhani atatoa katika vumbi lililo pale chini ya maskani na kulitia katika hayo maji. Kwa nini hayo yote yanafanyika? Utaelewa huko mbele. Kwa anasema mstari wa 18, kisha kuhani atamweka mwanamke mbele za Bwana, naye atazifungua nywele za kichwani. Yule mwanamke kwa anatakiwa sasa afungue nywele za kichwani. Anazifungua zile nywele. Akishafungua nywele za kichwani, huyo akimfungua zile nywele za mwanamke, kisha atampa hiyo sadaka ya unga. Anampa sadaka hiyo ya unga ya ukumbusho mkononi mwake, anaishika, ambayo ni sadaka ya unga ya wivu. Naye kuhani atakuwa na hayo maji ya uchungu yaletayo laana mkononi mwake. Anasema mstari 19, tena kuhani atamwapisha huyo mwanamke, naye atamwambia mwanamke kwamba hakulala mtu mume pamoja nawe, tena kwamba hukukengeuka kuandama uchafu uli chini ya mumeo. Maji haya ya uchungu yaletayo laana yasikudhuru. Kwamba kama hukufanya makosa, maji haya yanayoleta laana yasikudhuru. Lakini kama kweli ulilala na mwanaume, ni kwamba haya maji ya kudhuru. Ndivyo ilikuwa inafanyika. Wanasema lakini mstari wa 20, lakini kwamba umekengeuka
uli chini ya mmeo, na kwamba unajisi na hali ya unajisi, na mtu mume amelala nawe asiyekuwa mumeo, anasema hapo ndipo kuhani atamwapisha mwanamke kwa kiapo cha kuwapiza, kisha kuhani atamwambia huyo mwanamke maneno haya: Bwana na akufanye wewe uwe laana na kiapo kati ya watu wako, hapo Bwana akufanyapo paja lako kupooza. Paja ina maana lipoze, paja lipoze, na tumbo lako kuvimba. Hiyo ni laana ambayo ilikuwa inaachiliwa, kwamba anapooza paja na tumbo lake linavimba. Kama kweli alifanya vile, ina maana yale maji ambayo yamefanywa vile, ambayo yamebeba ile laana, tayari anakwenda kumletea shida. Anakuwa ni mlemavu wa maisha yake yote. Kwa maana hiyo hata lile tendo la ngono halitokuwepo tena. Ndio maana yake kwamba mtu tayari ameshaingia katika ulemavu, amekuwa ni mgonjwa, tumbo limejaa, lakini vile vile bado mguu wake na wenyewe unapoza. Anasema na maji yaletayo laana yatakuingia matumboni mwako na kukuvimbisha tumbo na kukupozesha paja lako. Na mwanamke baada ya hapo anaitika amina, amina, zikiachiliwa hizo laana hizo, anaitika amina, amina. Kisha kuhani ataziandika laana hizo ndani ya kitabu. Anaandika zile laana ndani ya kitabu na kuzifuta katika maji ya uchungu. Anafuta kwenye maji ya uchungu, enda kufuta zile laana. Kisha anamnywesha yule mwanamke hayo maji ya uchungu yaletayo laana, nayo maji yaletayo laana yataingia ndani yake, nayo yatageuka kuwa uchungu. Kisha kuhani ataitoa hiyo sadaka ya unga ya wivu kwa kuiondoa mkononi mwa huyo mwanamke, naye ataitikisa sadaka ya unga mbele ya Bwana na kuisongeza pale madhabahuni. Kisha kuhani atatoa konzi moja ya sadaka ya unga. Kuhani atatoa sadaka ya unga, anasema kuwa ni ukumbusho wake, na kuteketeza madhabahuni. Baadaye atamnywesha mwanamke hayo maji yaliyochanganywa. Alafu kisha mstari wa 27 anasema kisha hapo atakapokwisha kunywesha maji, ndipo itakapokuwa kama amekuwa hali ya unajisi na kumkosa mumewe, hayo maji yaletayo laana yatamwingia ndani yake, nayo yatakuwa uchungu. Yakishaingia yanakuwa uchungu, na tumbo lake litavimba na paja lake litapooza, na huyo mwanamke atakuwa laana kati ya watu wake. Anakuwa ni laana wakati wote kwa watu wake, anakuwa ni laana kwa watu wake kwa sababu ya kuchiti. Ndio ukisoma vile vile hata kitabu cha Mathayo unakutana na kwamba ni kitu kile kile ambacho kinaonyeshwa kwa namna nyingine. Yesu alipokuwa akiulizwa na Mafarisayo katika Mathayo sura ya 19, alikuwa anaulizwa kwamba ni halali mwanaume kumwacha mwanamke kwa kila sababu, lakini yeye alitoa ground moja, sababu moja ya msingi ambayo ni ile ile inaonekana katika Agano la Kale. Anasema mstari wa 9, nami nawaambia ninyi, kila mtu atakayemwacha mkewe isipokuwa ni kwa sababu ya uasherati akaoa mwingine, anazini, naye amoaye yule aliyeachwa anazini. Lakini uasherati tu ndio ambao unamfungua mtu anakuwa huru, anaweza akaoa tena. Lakini yule mwanamke ni kwamba tayari atakuwa kwenye kifungo, anakuwa kwenye kifungo kwa sababu yeye yuko chini ya laana ambao unaiona katika Agano